Aliwahi kupigwa risasi mara 16 lakini hakufa. Aliitwa msaliti lakini hakunyamaza kamwe. Alifungwa kwa kosa la kutafuta haki lakini bado aliendelea kusimama. Huyu si mwanasiasa wa kawaida. Huyu ni Tundu Antipas Lissu, tishio kuu kwa watawala wa Tanzania. Msimamo huu unaashiria uasi. Ni kweli. Ni kweli. Kwa sababu tunasema tutazuia uchaguzi. Tundu Lissu, mwanasiasa mwenye ndoto kubwa na moyo wa chuma, mwaka wa 2017 akiwa na majeraha 16 ya risasi, alinusurika jaribio la kuuawa mbele ya ofisi ya bunge mjini Dodoma. Wengi walifikiri mwisho wake umefika, lakini alirudi tena akiwa na hasira mpya na sauti kali zaidi. Katika kipindi kifupi tangu awe kiongozi wa chama kikuu cha upinzani Chadema, Lissu ameonyesha wazi kuwa hana nia ya kurudi nyuma. Lakini kwa msimamo huo, serikali haikukawia kumshughulikia vilivyo. Mheshimiwa Lissu anawapokea watu mlioko nyuma, naomba mrudi huko mbele. Mlio nyuma ya jukwaa, naomba mrudi huko mbele. Haki zao. Mapema mwezi huu alikamatwa na kufunguliwa mashtaka ya uhaini, kosa linaloweza kumpeleka kwenye hukumu ya kifo. Haikutosha, Chadema wakafungiwa kushiriki uchaguzi ujao baada ya kukataa kutia saini waraka wa maadili wa tume ya uchaguzi. Lakini katika kilele cha majaribio haya, Lissu alitoa kauli ya kusisimua: hakuna uchaguzi bila mabadiliko. No reforms, no elections. Si wa Tanzania pekee walioguswa na suala la kiongozi huyu wa Chadema. Wanaharakati kutoka Kenya waliovuka mpaka waliwasili Dar es Salaam kufuatilia kesi ya Lissu. Miongoni mwao ni wale waliokuwa mstari wa mbele katika maandamano ya Kenya ya kupinga mswada wa kifedha wa mwaka wa 2024. Wao pia waliitwa na serikali ya Tanzania kuwa ni wageni wasiotakiwa, wakakamatwa, kuhojiwa na kurudishwa nyumbani kwa nguvu. Hali inazidi kuibua maswali mengi. Ni kwa nini serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan inazidi kutetemeka kwa sauti ya mtu mmoja? Tumeanza kuona mtiririko au mwenendo wa wanaharakati ndani ya region yetu hii kuanza kuvamia na kuingilia mambo yetu huku. Sasa kama kwao wameshadhibitiwa, wasije kutuharibia huku. If we can be detained and deported because they know that we are there to attend as observers the case against Tundu Lissu tomorrow, it means that they are violating the right to a fair public trial. Kimeumana watakime haya. Kwa Lissu, CCM si chama tu, ni mfumo wa ukandamizaji. Amesisitiza mara kadhaa kuwa tume ya uchaguzi lazima iwe huru, majaji wa uchaguzi wasiwe vibaraka wa serikali, na kesi za uchaguzi zipewe uzito wa kimahakama kwa haki ya kweli. Lakini kwa msimamo huo ameibua mpasuko ndani ya Chadema. Wanalazimisha chama kishiriki uchaguzi licha ya hali ilivyo. Unayopiga kwa CCM ina uhusiano na umaskini wako na kukandamizwa kwako na kunyang'anywa kwako kwa vitu ulivyo navyo. Kuna uhusiano. Je, moto wa Lissu utaendelea kuwaka au serikali itamzima kabisa kabla hajafanikisha malengo yake?
Katika taifa ambapo chama tawala kimeshinda kila uchaguzi, Lissu ni mwiba usiovumilika. Lakini kwa maelfu ya Watanzania, yeye ni tumaini la mabadiliko. Tundu Lissu, mpiganaji wa demokrasia aliye hai baada ya risasi 16. Je, ataibuka tena? Au huu ndio mwisho wa safari yake ya kisiasa? Historia itaamua. Mimi ni Kassim Hamisi na hii ni Dabaso Sultan Media.